Baba, kwa nini unaacha duniani huku mimi niachie shangazi ananitesa sana baba. Baba, ningekuwa na uwezo ningekurudisha tena duniani baba. Baba. Rudi basi baba. Baba. Rudi tena duniani baba. Baba. Rudi baba. Dunia imeniandama, sina pa kuelekea. Walimwengu wana maana, ona walichonifanyia. Kisa mimi yatima, ndio wananionea. Haki zangu nanyimwa, Mungu wangu nione, 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 Mungu wangu nione. Dunia imeniandama, sina pa kuelekea. Walimwengu wana maana, ona walichonifanyia. Kisa mimi yatima, ndio wananionea. Haki zangu nanyimwa, Mungu wangu nione, 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 Mungu wangu nione. Basi tena nyuma. Sijui niko wapi. Dunia imeniandama, sina pa kuelekea. Walimwengu wana maana, ona walichonifanyia. Kisa mimi yatima, ndio wananionea. Haki zangu nanyimwa, Mungu wangu nione, Mungu wangu nione, Mungu wangu nione,
Vipi, mbona umelala hapa? Una shida gani? Mazingira yenyewe ni machafu, alafu umejilaza hapa. Uone kama utaumwa? Shikamoo. Marahaba. Vipi, mbona uko hapa muda huu? Sina pa kwenda. Ni matatizo makubwa. Ama sijui. Sawa, basi vaa viatu vyako, twende nyumbani mara moja. Karibu mwanangu, karibu. Karibu sana mwanangu. Unaona mazingira haya yote nyumbani. Kwa hiyo karibu sana. Yote hapa mazingira ya nyumbani. Usijali na nini, kuwa huru kabisa, sawa? Na utazidi kuyazoea taratibu. Mbona umevua viatu? Basi karibu. Mwanangu, karibu sana. Hapa ndo nyumbani, jisikie uko huru kabisa, sawa? Kwa chochote kile unachokitaka, unachohitaji kufanya, wewe fanya. Sawa eh? Sawa mwanangu. Kwa hiyo wewe kuwa na amani zote. Unachokitaka uniambie, mama, mimi nataka kitu fulani. Umeelewa eh? Usiogope na wala usiwe muoga. Sawa? Karibu sana. Hebu niambie mwanangu, kwani alikukuta yapi mpaka nimekukuta kwenye ile hali pale? Shida nini? Ni kweli mamangu, mimi kwa sema nilikuwa naishi, ile familia ilinichukua nikawa nakaa nao pale nyumbani, ila baba na mama wa pale walikuwa wananyanyasa sana. Wageni wanapokuja mimi ndo napata unafuu. Lakini siku moja nilikuwa naosha vyombo, katika kuosha vyombo bahati mbaya nikadondosha glasi, ile glasi ikavunjika, na hapo wakaanza wakanipiga na kunifukuza. Pole sana mwanangu kwa yote ulioyapitia. Kwani wazazi wako wako wapi? Yaani story ndefu sana mamangu. Mbona unalia tena? Wazazi wangu walifariki muda mrefu sana. Nikumbusha machungu. Basi usilie mwanangu, pole sana. Yote hayo yameshapita, uyasahau, sawa? Umeshaanza maisha mengine, sawa baba? Sawa. Sasa mwanangu, ingia ndani, utamkuta dada hapo, atakuelekeza chumba chako kilipo, ukaoge umalize. Mimi sasa nakimbia dukani mara moja, niende nikakutafutia mavazi mawili matatu ubadilishe, sawa? Sawa. Kuwa na amani mwanangu, sawa? Ingia ndani, nenda kaoge. Sasa mwanangu, kama tulivyoongea juzi, unakumbuka vizuri? Ndio.
Kwamba nimesha kutafutia shule na kila kitu chako cha shule kiko sawa. Kesho ni siku yako mpya na siku nyingine ya tofauti kabisa. Umeelewa? Hivyo basi akili zako, mawazo yako yote ufocus kwenye kusoma. Umeelewa? Yale mambo yote uliokuwa unapitia kipindi hiko ambayo ulivyokuwa na ile familia uyasahau. Mateso yote uliokuwa unayapitia pia uyasahau. Umenielewa mwanangu? Ndio. Nenda kasome. Shikilia elimu. Urithi uliobakiwa nao wewe ni elimu peke yake. Umenielewa? Kwa hiyo nenda kasome kwa juhudi zako zote na ufaulu masomo yako vizuri. Sijui unanielewa? Kuelewa. Sawa. Sasa mwanangu, kwa sasa hivi na mambo yangu naenda kufanya. Naenda zangu ofisini sasa hivi. Kwa wewe ingia zako ndani, nenda kajiandae vizuri kwa ajili ya shule kesho. Umenielewa? Haya. Kwa hiyo baadaye. Haya. Mama. Sio. Baba. Mimi ndo na shule sasa. Sawa. Usome vizuri, sawa? Sawa. Ukae umsikize mwalimu kwa umakini zaidi. Na ukitoka tu uwahi kurudi nyumbani. Usichezecheze huko mabarabarani, sawa? Haya, masomo mema Hebu ngoja kwanza niende kwa bi mkubwa. Sijui nitamkuta, maana hapa penyewe nataka nikaombe kazi. Odi. Odi. Aha. Basi nakuja, nasukuma geti, kumbe liko wazi. Sikujua, sikutambua kwamba liko wazi hili geti. Mwenyewe mimi kwanza sijala. Geti lenyewe nzito kabisa hili. Geti nzito hivi. Yaani ni noma, mageti ya matajiri. Kumbe huko ndani ndo kulivyo. Yaani huyu kweli ni tajiri. Mimi namuonaga tu kule nje. Ngoja kwanza nifunge geti. Lazima nipate kazi. Yaani hata kama ni ya kulisha kuku, hata kama ni ya kufagia, hata kama ni ya hata kule kulima, hata yani hizo kazi zote mimi nafanya. Hata kama wakiniambia nisimame getini pale, mimi kazi zote nafanya. Hebu ngoja. Yaani kumbe wenda huyu bosi hayupo. Sije nikajichanganya akasema mwizi. Odi. Karibu. Yaani nilifikiri kwamba upo bosi, nikasema nikawa nakuja huku na wasiwasi kabisa, nikasema sije nikakuta bosi kaondoka. Ikoko. Mama, karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Karibu ukae. Sasa hapa hivi hata tunapanda napo. Wewe karibu. Maneno mengi msukuma. Huku kwa matajiri huku natakiwa tusichafue, maana tunaweza tukachafua na tukakosa na kazi hapa. Ngoja tutembee taratibu. Tunaweza nikakaa. Maana sisi kule kwetu tunakaa chini kwenye udongo. Tunaelewa tena. Sasa bosi, cha kwanza nakusalimia shikamoo sana. Sasa hapa mimi nimekuja huku kwako kwa sababu huko nyumbani huko kwenye sielewi. Sasa nilikuwa na mke wangu na mke wangu mwenyewe kanikimbia. Kumbe alikuwa akikopa huko miera huko mikopo kibao. Mimi mwenyewe nilikuwa hata sitambui. Unaona? Mwisho wa siku sasa ile nyumba imechukuliwa. Hapa sina hata pa kuishi, hata sielewi. Basi sawa. Kwanza pole sana kwa aliyokukuta. Kwa hiyo nataka kuniambia mkeo ameondoka na watoto? Yaani mke wangu katoroka majuzi. Katoroka na mtoto mmoja. Mwingine si alimwacha huko akiwa shule. Sema sasa yule pale nimemsafirisha hata na yeye. Maana mimi nikaona maisha yangu kwenyewe ni magumu sasa. Asija akateseka mwisho wa siku
polisi wakaja wakanikamata kwamba nimeua mtoto. Maana sasa hivi siku hizi yani mtoto akiwa na afya, polisi wanakuja manyumbani, mbona huyu mtoto ana afya huyu? Unaanza tena kuchanganyikiwa kwamba wanakukamata, unaenda kwa polisi. Ndio hivyo bosi. Sawa, kiukweli hata mimi mwenyewe nilikopo na shida hapa na mkaka wa kunisaidia kazi za hapa na pale. Kazi zangu zenye hapa ni kama vile maua, kuna kuku kule, sawa kudeki. Sawa. Sasa sijui utakubaliana nazo au vipi? Utaziweza? Hilo yani hilo madam halina shida hilo. Hiyo kazi tena hapo kwisha. Mimi nitakuwa mwaminifu tena, nitanyenyekea. Yani nitanyenyekea madam. Yani kila kazi utakayonipa, hata kama ni nje na kazi utakayonipa, mimi nitafanya tu. Kiufupi kwamba mimi hapa nilikopo na houseboy na nilikopo namlipa 100,000. Sasa sijui kama kwa wewe hiyo 100,000 utaikubali au vipi? Bosi, 100,000? Mbona hela nyingi sana hizo? Yaani mimi hata usiponilipa ile nipate tu sehemu ya kulala na kula. Yaani nikishiba na nikipata maeneo mazuri kama hapa, mazingira yako vizuri sana hapa. Bosi, hiyo kazi mimi naifanya. Hiyo sio kazi ya kuipoteza hiyo. Basi sawa. Nitakuonyesha mazingira baadaye, alafu then utaanza nini? Utaanza kazi yako, sawa? Ninachokitaka uwe kijana mwaminifu, sawa? Na usiwe mzembe. Nataka kazi ifanyike. Sasa bosi, hapa niondoke kwanza au nifanyeje? Maana hapa kule kwa jamaa yangu niliacha vitu vyangu kama nguo nini, tunaelewa tena. Basi sawa. Wewe nenda kafuate mizigo yako, then ukirudi mimi nitakuonyesha mazingira na utaanza kazi mara moja, sawa? Kweli bosi. Yaani hapa nimetoboa kabisa, najiona nimetoboa. Basi bosi, narudi. Haya sawa. Yaani hapa penyewe dakika 2 niko hapa bosi. Haya sawa. Asante sana. Yaani ningepata matajiri kama hawa. Yaani ningekuwa mimi ningetajiri hata na mimi. Umeona mazingira? Yaani bosi. Yaani wewe kweli huko unaishi maisha mazuri. Bosi. Sasa kumbe una makuku manene hivi. Yaani hapa sasa bosi. Hapa kweli una mikuku. Haya ndo mabanda ya kuku. Kwa hiyo utaangalia cha kufanya hapa, sawa? Kuwekea pumba, kuwekea maji. Sawa bosi. Kwa wakati. Sawa bosi. Kwa hapo kuwafungia, unafungia saa ngapi nisije nikakosea ukanitimua kazi mapema? Wewe wenyewe wanaingia bandani, ukishaingia utafunga mlango. Hapo sawa bosi. Kumbe twende nikakuonyeshe huku shambani na kwenye maua kule. Bosi, mimi hapa nimekupenda bure. Yaani hapa nimepapenda. Kila kona, yaani huku sio kwa kufa na njaa huku bosi. Mananasi ndo kama hayo. Hata hivyo kweli bosi, uishi hapa usije ukachomwa na mwiba na hapa kwanza huku kuna mimajimaji. Yaani bosi utaki uchafuke. Hapa bosi, mimi nashukuru sana kijana anapiga kazi. Mimi nitapiga kazi bosi. Tapiga kazi. Basi sawa, endelea kuangalia mazingira na kama vipi unaweza ukachukua hata fagio, jembe ukaanza kufanya usafi, si ndio? Hilo limesha bosi. Basi sawa, baadaye. Yaani tang'oa hata na mikono, hakuna hata haja ya jembe. Tena mimi kwa kazi au nianze nini bosi uone. Na hapa penyewe tang'oa hata kwa mikono. Huyu bosi anaonekana ni mtu mzuri, lakini hapa nitafanya kazi hapa, hakuna kupoteza kazi. Nitafanya kazi mpaka jioni, nitafanya kazi mpaka kesho. Yaani mimi napendaga kazi mimi.
nitafanya kazi kwa ukatili, nitafanya kazi kwa bidii. Ila hebu ngoja kwanza nikachukue jembe, ila yaani hapa nataka kwa saa 6 nimemaliza. Hata bosi yeye mwenyewe aseme kweli huyu kijana yuko chapu faster. Hebu ngoja nikachukue jembe. Jembe sasa hapa, jembe naenda kuchukua kwa bosi kwa sababu mimi nyumba yangu yenyewe imechukuliwa kila kitu. Bwana ni yaani bosi kanipa kazi rahisi sana. Yaani kazi za kudeki mimi nazipendaga. Hapa nitateki, nataka ni deki hapa. Yaani bosi mwenyewe akiangalia hapa aone kama ni kioo kimewekwa. Kazi za kwa matajiri ni nzuri sana hizi kazi. Nisipoteze kazi ni nzuri sana hii kazi. Yaani kwa bosi matunda yapopelele halafu anayaacha anayapotezea wakati matunda mazuri kabisa. Ngoja nihifadhi. Mjomba. Hamedi, umekuja kufuata nini huko? Yaani kila sehemu takaenda unanifuata. Hata wewe ndo unanipaga mimi mikosi. Mimi nafanya nakuja kufanya kazi ya kutege, kombe nao ndo unakuja tena unataka uniharibie kazi. Ukija kwa matajiri kama huku watakuchukua. Wewe mimi ndo mtu wa kuchukuliwa hapo, si unafanya hii kazi. Yaani wewe machara mimi ya kunifuata hayo mimi siyataki. Tena kuanzia leo mimi siyataki hayo masuala ya kunifuata. Anakuja kwa matajiri sasa, hata tajiri akitoka huko ndani akikuona hapo, sio atashangaa, atafikiri kwamba mimi nimeanza kuleta marafiki huko wadogo. Ikoko. Boss, afadhali hata nimekuona. Hebu msikilize huyo mtoto. Sijui hata katoka wapi. Anakuja mimi na fanya usafi hapa, anakuja sijui nini naongea maneno mengi huko, hata mimi simuelewi. Hamed, hebu njoo mwanangu. Kumbe mnajuana. Za shule? Safi. Kwema kabisa. Shida yoyote? Unajuana na Ikoko? Ndio, ni mjomba. Mjomba wako? Hebu weka kwanza begi ndani, alafu tuje kuongea. Ikoko, twende hapo, tuna maongezi kidogo. Sawa? Sawa madam. Hamed, uliniambia ni mjomba wako. Kivipi? Huyu ndo mjomba nilikuwa nikiishi kwake pamoja na shangazi kabla sijakutana na wewe. Unataka kuniambia kwamba huyu ndo alikuwa akikutesa yeye na mke wake, mwisho wa siku akakufukuza? Ndio mama. Siamini kilichotokea hapa. Kweli wewe na mkeo wa kumtesa mtoto? Hujui kama kuna misemo inasema mtoto wa mwenzio ni wa kwako? Huyu si alikuwa mtoto wa shemeji yako, si ndio hivyo? Na kuuliza wewe Ikoko, si alikuwa mtoto wa shemeji yako? Hivi unajua huyu mtoto nimemkuta kwenye mazingira gani? Je, kwa mfano nisingetokea mimi kumsaidia, mpaka leo hii angekuwa amefika hatua gani? Hivi unawezaje kumjali mtoto wako au kuijali familia ya kwako peke yako ukashindwa kumsaidia mtoto wa mwenzio?
Hivi unaona inaleta mantiki kweli? Hichi kitu ulichokifanya Ikoko sio sawa, na ndio maana Mungu akakuadhibu. Familia yako iko wapi sasa hivi eh? Sasa sikiza nikwambie, huyu ni mtoto wangu wa kwangu mimi, na hapa ni kwake, kwao kabisa, unanielewa? Na hii nyumba ni ya kwake. Sasa ninachokitaka kuanzia sasa hivi, ulichokifanya sijakipenda na kimeniumiza kutoka moyoni. Chukua virago vyako na uondoke nyumbani kwangu. Mimi naona unanichanganya. Madam, msifanye hivyo. Samahani mama, najua mjomba alinikosea. Naambiwa usilipize ubaya kwa ubaya, hivyo basi mimi nimemsamehe. Naomba nao msamehe kama itawezekana, maana ameonyesha, ameshatambua kosa lake. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Ikoko, ninakusamehe kwa sababu mwanangu ameomba. Sijui kama unanielewa. Nakusamehe kwa sababu mwanangu amefanyaje? Ameomba. Isingekuwa yeye, ungeondoka kwenye hii nyumba sasa hivi. Unanielewa? Na mshahara wako utakuwa unalipwa na huyu. Yaani mimi natoa hela nampa yeye, ndio atakuwa anakulipa wewe. Umenielewa vizuri? Naomba umheshimu kama baba mwenye nyumba yako ndani. Unaelewa? Yaani huyu ndio bosi wako. Nimemaliza. Kweli anasema mwisho wa ubaya ni ndio kama hivyo. Yaani mimi nimeaibika bosi, yaani dogo anakuwa bosi wangu kunilipa mimi mshahara kweli. Yaani hapo sasa hapa basi, yaani hapa kuisha kabisa.